Unajisikiaje? Naendelea vizuri kwa sasa. Aha. Karibu muone mgonjwa wako. Karibu uzungumze naye. Unaendeleaje? Naendelea vizuri mama. Pole. Asante mama. Ngoja nikamwone daktari kwanza, mwanangu narudi. Sawa mama. Nurat. Jordan. Pole. Subiri. Nimepigiwa simu na mama yako mdogo akaniambia upo hospitali umelazwa mzigo. Shida ni mpenzi wangu. Uko mbali na moyo, nimeficha vingi. Mbona hutaki kuniambia? Sasa nini? Sihitaji. Kula hata kidogo. Kula hata moja. Kula hata moja. Kula kwa ajili yangu kama unanipenda. Kula. Kula. Hebu niambie, nini kimekukuta? Nilikunywa sumu ya kutoa mimba. Sasa nilikwambia kwamba sumu inatoa mimba ni nani tofauti na kuua? Hata kama ningekufa ni sawa tu. Ila sema tu ningekumisi Jordan wangu. Yaani unajua wewe kweli umeanza kuchanganyikiwa kidogo. Sasa unasema bora ungekufa tu ila ungenimisi. Sasa wewe ukiwa umekufa mimi nakumiseje? Alafu unajua kabisa mimi nakupenda. Hivi nafikiri ningeishi kwenye mazingira gani kwa wakati ambapo wewe tayari umetangulia mbele zake? Alafu nasema tu bora ningekufa ningemisi wewe. Ungemisi vipi wewe kwangu ilikuwa wewe hapo? Hapana, nisamehe mpenzi wangu. Sitarudia tena. Hakuna kisa. Nimetosha. Wewe umenikosea hata kufanya hivyo. Kwa nini unywe sumu kwanza? Kwani mimi nyumbani nikwambia kitu chochote? Hapana. Kula sasa. Kula. Nimenunua kwa ajili yako kula. Naendeleaje kwa sasa hivi unavyojisikia? Kwa sasa naendelea tu vizuri. Sawa. Mimi nimekuja kukuona hapa. Lakini mimi naamini utakuwa sawa tu na Mungu bado anakulinda. Naamini hakutaka Mungu niishi peke yangu. Aitambua kwamba wewe ni baba wangu. Hivyo ndio maana nimekupata thamani ya kuishi hapa duniani. Licha kwamba naumia kwa kile kilichotokea na ulichokifanya, lakini nashukuru Mungu kwa sababu yuko hai. Ila pole. Pengine leo ulifanya ukiwa na dogo sasa. Mwathirika, nimeshindwa kujifuatilika. Kama penzi limezirika, nimeathirika. Mwathirika, nimeshindwa kujifuatilika. Kama penzi limezirika, nimeathirika. Kupendana, kuficha ya moyoni, ninashindwa mana.
nimegubikwa mapenzi mimi, nimefunikwa mapenzi mimi, uko mbali na moyo. Sikujua kama unanipenda kiasi hiki. Naomba unisamehe kwa kosa nililofanya. Mimi nimeshakusamehe kwa sababu nimefurahia hata kuona ukiwa salama. Chakula ya matunda. Kama kunawezekana kugusia leo, nadhani utakuja kuchukua. Nadhani hali yako inaendelea vizuri sana. Ngoja nikaulizie kwa daktari kama ataruhusu kisiani sawa. Ila matunda unaniletea parachichi hapo na ndizi zipo. Hizi zote nikishatoka kule. Sawa. Na hiyo malizia. Simesha kusema. Malizia. Ndio kweli na wewe unafanya. Sasa ndio nimekuja. Usiache bwana. Sawa? Nataka nikushukuru kitu kimoja. Asante kwa kuona. Mjaji wakati naona sio usika. Huo ni wajibu wangu. Wewe unasahau nini? Nenda kuona daktari. Take care. Jordan, Naam. Niambie. Hii ni chakula cha mgonjwa. Sitaki kula. Niambiwe nasemaje? unipendi sasa. Nakupenda lakini sema vipi? Mimi nataka tule kidogo. Alafu niende. Siruhusi kula chakula cha mgonjwa. Basi nakula kwa ajili yako. Mwathirika, nimeshindwa kujifuatilika, kama penzi limezidika, nimeathirika. Mwathirika, nimeshindwa kujifuatilika, kama penzi limezidika, nimeathirika. Poleni kwa kuguza. Asante daktari. Mgonjwa wenu inaonekana alikuwa amekunywa sumu. Hivyo imepelekea kuharibika kwa ujauzito aliokuwa nao. Kumbe alikuwa na mimba? Jordan, ulikuwa unafahamu kuhusu hili? Mama, tutazungumza kuhusu hilo baadaye. Hata hivyo, niwapongeze kwa jitihada zenu nzuri za kumwaisha mgonjwa hospitali. Kama mngemchelewesha, hata yeye pia mngemkosa au kumpoteza kabisa. Mgonjwa atapatiwa discharge na itatakiwa mlipe kiasi cha shilingi 100,000 kwa ajili ya matibabu. Na kama mna pesa mkononi, mtapita dirisha la malipo mtalipia, lakini pia kama mna bima, mtapita pale dirisha la bima, mtawakabidhi bima yenu, then watawapatia dawa za kuondoka nazo na mtaruhusiwa kuondoka na mgonjwa wenu. Tunashukuru kwa msaada wako Dokta. Sawa,
Nafikiri fuateni maelekezo yangu niliyowapatia na mzingatie kumpa chakula kwa wakati mgonjwa. Kuficha ya moyoni ninashindwa mana nimegubikwa mapenzi mimi, nimefunikwa mapenzi mimi, uko mbali na moyo. Sijaonekana maambukizi yoyote, lakini daktari alisema kuwa nitarudi baada ya miezi mitatu kwenda kufanya uhakiki. Ila kuwa makini ndugu yangu, usije ukasika kama mimi. Maana sina uhuru wa kufanya kitu chochote. Ila kwa sasa nawaza sana, itakuwaje ikionekana kwamba mimi nimeathirika? Yaani nawaza pia nakosa majibu. Usale sana ndugu yangu. Hata ukijikana kwamba una maambukizi ya virusi vya ukimwi, utazoea tu. Na mimi niko kama wewe. Lakini hutakuwa na uhuru kivile wa kufanya mambo yako. Unajua hii Blav unarahisisha tu, yaani simplify. Ukimwi huo. Sawa, lakini ndio hivyo kujitia ubishi kama ukikila kitu. Mimi na imani Mungu atanisaidia tu. Hapo vipi tuelekee basi kwa shangazi yako. Twende. Mwanangu, unaweza kuniambia ujauzito ulikuwa wa nani? Samahani mama mdogo. Huo ujauzito ulikuwa ni wa kwangu. Sasa ilikuwaje mpaka ukautoa huo ujauzito? Niliogopa utanipiga na kunifukuza nyumbani.
Hivi toka tuanze kuishi hapa nyumbani, nimeshawahi kukupiga au kutukana? Hapana mama. Hivi unajua umeniudhi sana. Kumbuka mama yako alipokuacha aliniachia jukumu la kukulea. Sasa ingetokea umekufa ningeenda kumjibu nini huko aliko? Nisamehe mama mdogo. Na sitorudia tena. Pia Jordan, nisamehe sana kwa kosa la kumtoa mwanao. Haina shida, mimi ninakusamehe. Lakini mama mdogo, ninaomba msamaha kwa niaba ya Nura kwa makosa aliyofanya. Mimi nadhani tu ni utoto unamsumbua. Lakini pia yeye atakuwa amejifunza pia kupitia kosa hilo alilolifanya. Kikubwa tu wewe usimkatie tamaa. Kuendeleza unaelekeza taratibu taratibu. Ndio ushauri wangu ulipo kwangu. Sawa, mimi nikapumzike. Jordan, umefanya nini sasa? Mbona kosa sio lako? Sasa nafikiri nini ningetokea kama niliongea ukweli. Kumbuka wewe ulinificha. Kumbuka wewe ulinificha kuniambia ukweli kwa kuogopa kwamba utadhalilika. Sasa kama ingetokea mama mdogo akajua hili swala jinsi lilivyo. Ni kwamba mambo angeanza upya afu na kesi zingine zingeanza kufufuliwa. Alafu pia watu wamejua nini wewe umefanywa. Alafu hii kesi ukija kuiangalia ina maana hata kama ingesema kwamba uongee ukweli mama yako mdogo akaamua kuifuatilia, ungekuwa na shida kwa sababu yule aliyokufanyia tukio angekana anasema kwamba mlikubaliana kwenda kulala wote, kwa sababu hakuna ushahidi wa lile tukio. Wewe huna ushahidi, kwa hiyo ana uwezo wa kukataa muda wote. Sasa inabaki ni wewe kujidhalilisha sasa na kujulikana kwa watu kama umefanyia kitu fulani. Alafu wewe binafsi ulikuwa umeshakosa majibu ya kumpa, ungemjibu nini pale? Sawa, nimekuelewa, lakini pia asante kwa kunitetea. Wewe hata usijali. Kubwa sinaisha. Nakupendana kuficha ya moyoni ninashindwa mana. Nimegubikwa mapenzi mimi. Nakupendana kuficha ya moyoni ninashindwa mana. Nimegubikwa mapenzi mimi. Nimefunikwa mapenzi mimi. Uko mbali na moyo.